Alright, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni KCOT TV. TV ya online ambao inaendelea kutamba na kukuhakikishia kwamba umepata kila kitu yanavyojiri, kila kitu vile inaendelea kukuja moja kwa moja na kuhakikishia kwamba umeyafahamu yote ambayo yanaendelea katika nchi tukufu yetu ya Kenya. Asante sana. Kama uko ndani niambie unawakilisha rekodi gani? Naona zimekatika dakika 6 juu ya saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2021, na ukumbuke ya kwamba ikifika siku ya Jumamosi itakuwa mwisho wa mwezi, alafu ikifika Jumapili mwezi utaanza wa 8 kwa ajili ya utaratibu. Sijui umeachieve nini katika huu mwezi, umefanya nini katika huu mwezi, ama malengo yako ambayo ulikuwa umeyaweka tangu ulipoanza mwaka umefikisha wapi? Kwa sababu kila mtu ako na malengo yake ya mwaka, na mwaka uko karibu kuisha, naanza kucounter blessing umeweka kwamba Mungu atakusaidia ufike mahali fulani. Umefika bado? Anyway, siku yako imekupeleka vipi? Hali vipi? Yale ambayo yamekukera, yamekukadhabisha wiki mzima, unaweza sema kwamba yapo ndio, lakini kuna yale ambao unasema kwamba kama leo mimi kila ambacho kimenifurahisha ni hii, kile kimenichangasha ni hii, kwa sababu tunaita TBT. Leo nipata mchumba, lakini kwa upande wa pata mchumba kidogo tu, kama wale ambao watapatikana wako serious tu washikanishe, basi bila shaka sitakuwa na wasiwasi, sitakuwa na hofu kuwashikanisha. Lakini leo nakwambia kwamba niko na mjadala babu kubwa, na mjadala ambao nitakuletea hapa tutakuwa tunafungwa na kiakili, tuelewe inakuwa namna gani, ili tuone tutasaidiana vipi. Kazi yetu hapa ama lengo letu kuu hapa ni kuhakikisha kwamba tumeelimishana na tumejua kila ambacho tunakistahili kukifanya. Asante sana kwa wala wote ambao wanasema kwamba tunawakilisha. Nataka kuona comments zenu hapa moja kwa moja ili tukapige gumzo tuone inakuwa namna gani. Asante sana. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama KCOT TV, kwa majina niite kijana wa nguvu Daniel Keriga, kiwa na kati niite Dana Boy. Hao ndio majina yangu na ninajivunia kuwa Mkenya. Asante sana. Tuko hapa Kisii Town kuhakikisha kwamba tumepata burudani, tumepata maelimisho, tumeelimika na tujue ni kipi ambacho tunastahili kufanya. Moja kwa moja kwa njia za comments, wale ambao wametuma comments zao hapa wakisema kwamba tuko ndani tunawakilisha. Ana wameingia hapa. Nambari 1 anaitwa Gregory, anasema kwamba Dani niko hapa ni Mark Register number 1. Asante sana. Azad List anasema kwamba nice, niko ndani. Gregory anasema kwamba you look good Dan, thank you so much. Mwingine hapa anaitwa Jane Asuma, watching you from Nairobi Kiambu Dan, thank you so much. Salimia watu wa Kiambu wote. Valin Okemu anasema kwamba niko ndani Dan. Heri mwanamke akae na mtoto kuliko mwanaume. Hiyo nataka kufafanulia. Kwanza kabisa wacha ni Mark Register sana haraka nione wale ambao wanasema kwamba tuko nawe ngangari. Bamba tu bamba. Zad List anasema kwamba mambo vipi Dan, fresh sana. Gregory Evelina, I can't agree with you. Actually katika maisha ambayo tunaishi, by the way, maisha ambayo tunaishi inaka mambo sijui ni nini imekuwa, lakini inakaanga tricky sana kwa situation zingine. Nafika unapata kwamba mambo iendi sawa. Kifika kwa situation zingine unaona ya kwamba mambo iendi sawa. Anyway, meanwhile naona Beatrice Moyo anasema kwamba sijachelewa, huko ngangari huko on time. Dakika 2 pekee zimekatika. Imelda Makori anasema kwamba kutoka Dubai niko ndani nami nawakilisha. Asante sana. Kuna wakati nafika sometimes ukiangalia unaona situations, vitu zinaendelea kubadilika kwa haraka sana. Nimepatana na mwanamke mmoja anasema kwamba mimi heri niwe na mtoto kuliko nisiendee mwanaume mwenye ako na mtoto. Kwa sababu nini? Akaniambia kwamba Papa Dan, unajua unaweza pata kwamba mama mtoto atakuja arudi kwa sababu yameacha mtoto pale. Afadhali asiwe na mtoto, mimi niwe na mtoto, niishi na yeye ama nikupenda au anioe, kuliko
kwenda nimpata kuna mtoto, kisha na maana hati mama mtoto atarejea, yeye hana mamlaka yoyote pale. Nani akakwambia kwamba hata baba watoto hawezi kuja kuchukua huyo mtoto ambao uko naye? Maybe kwa mfano umepata Dani, mimi niko na mtoto, sina bibi, ninataka kukuoa wewe, uko na mtoto, ndio utakubali? Seme nakuja, lakini ukipata kwamba niko na mtoto, unapiga break kidogo, unasema kwamba mwanaume mwenye kuna mtoto bibi atarudi. Hiyo ni swali tu nimeuliza. Ni kweli kuna wale ambao hawapendi kuolewa na maybe, kwa mfano unaweza pata kwamba wewe ni mwanadada, ndio hauna mtoto, ndio sasa unataka kuoleka. Dani, niko hapa nakwambia kwamba niko na mtoto. Mamaka alienda, tulikosana, akaenda akaniachia mtoto. Ninakwambia sasa mimi ndio huyu nataka kukoa, alafu kisha baadaye unakuja kuniambia kwamba uko na mtoto. Huwezi ingiana katika uhusiano. Shida, tatizo nini? Lakini wewe ukiwa na mtoto, sisi tunawaoa bila kuuliza maswali yoyote. Shida inakuwa nini? Asante sana wale ambao wanasema kwamba tuko Jena Suma anasema kwamba nikiingia hapo ninaingia aje Dan? Leo ni mara yangu ya pili. Nilijua ya kwamba siku ya jana ulikuwa hapa mara yako ya kwanza, but ninaweka link. Kuna link naweka hapo, unafinya, kuna link inakuja hapo, iko na maandishi ya blue, unafinya, inakuleta, you come live, go live, unakuja live, angalau upate fursa ya kufanya nini, ya kujielezea na kuexpress point yako. Asante sana. Gregory anasema ya kwamba Jena Suma, welcome once again. Asante sana wageni, tunawapenda sana, karibu sana. Sisi hatufungii mtu nje, tunakaribisha kila mtu na kuhakikisha kwamba yote tumelainisha na imekuwa sawa na bomba tena zaidi. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza, ndiyo, make sure ya kwamba umejihisi uko huru. Sisi hatupagui, hatuchagui. Yeyote mwenye atakuja, basi wote 9 tunawakaribisha. Asante sana. Nataka tu tupeane maoni yenu haraka tusikie inakuwa namna gani. Ni kweli wanadada wataki kusikia kwamba mwanaume ako na mtoto? Afadhali wawe na watoto, lakini mwanaume asiwe na mtoto? Hilo ndio swali langu. Ni kweli ya kwamba heri mwanamke awe na mtoto kuliko mwanaume kuwa na mtoto? Asante sana. Josephat Onsare anasema kwamba Dan, niko ndani kutoka Texas, Dallas, na wakilisha. Asante sana. Asante sana. Gregory anasema kwamba co-parenting is good if both parties have an agreement. Kids are very innocent, so ni sisi wazazi tukae chini tuelewane, tuelee watoto. Kwani iko nini? But kuna hawa rembo wanasema kwamba mimi siwezi olewa na mwanaume mwenye ako na mtoto because it happens. Unakosana na mwanamke, anakuachia mtoto, yeye anaenda zake, nasema kwamba kwa sababu mtoto ni wangu, wacha nikamlee. Kwa sababu huwezi kaa peke yako, ukae nje uanze naye kulea mtoto, useme kwamba wacha nitafute mwanamke ili nikamuoa, tukaishi na yeye anisaidie kulea watoto. Alafu napata mtu yuko hapo tu na akili zake timamu, anakuambia Dani, ndio umesema kwamba unataka kunioa, uko tayari, uko ready? Yeah, I'm ready. Alafu napata kwamba unaambiwa ai mazee, nilienda kufikiria, hata mama alinikataza ya kwamba hii haiwezi make, wacha bibi yako akirudi si atakuja kunichoma, tutafanya nini? Ni kweli ama ni mambo ambayo ninasema yangu hayaonekani mahali tunaishi hapa? Channel 9 News TV. Hello Dan, habari ya studio? Salama sana, tuko wazima, tunashukuru. Lois Nyabonyi anasema kwamba watching and listening live. Asante sana. Dalmas Misocho anasema kwamba bro, nice topic. Tukovia, asante sana. Gregory Dalma, chukua notes kiasi ndio ulale. Okay, asante sana. Nataka maoni yako. Nilikuwa nimeona mwingine hapa aliingia na katoka, sijui alikuwa na test namna gani.
Beatrice Omoyo, ulikuwa unataka kutesti kidogo na ukapiga mitini. Rudi tuone. Hiyo link nimerusha hapo, tupige gumzo hapa, tujadili hili swala, tuone kwamba kama ni kweli ama si kweli, kwa sababu wanawake wengi wanasema ya kwamba yawa mwanaume awe na mtoto, si bibi yake atarudi anichome anipige vita mwanamke atarudi anichome anipige vita takuwa ni nomare. Asante sana wale watu ambao wanasema kwamba bado wako pale wanawakilisha. Beatrice Omoyo anasema kwamba Dan, it depends, ni kosa gani lilitokea hapa. Tusilete Beatrice, hapa tusilete kosa. The reality is mwanamke alienda akaacha watoto. Nimekupata sasa, tumeongea, tumelewana, tuoane, alafu nikwambia kwamba mimi ukikuja niko na mtoto. So kwanza kuuliza miaka akaenda, nikikwambia kwamba tulikosana na akaenda na story ikaenda, mbona nyinyi mnakubali? Basi mnakuja na watoto, tunawaoa na watoto, alafu nyinyi msikubali sisi wanaume tuwe na watoto. Mbona? Ndio swali tunauliza hapa. Nataka tujadili, tuone kama tutafikiana vizuri. Dalmas Misocho na mke Job anasema kwamba najipatia shughuli kidogo. Okay. Channel 9 News TV anasema kwamba it is good if we can agree on everything. Toto ni baraka. Asante sana. Ana mwingine hapa anaitwa Favored One. Yuko tayari, sijui leo anataka kuhakisha moto, nitafute mzima moto, sijui leo atakuja na moods gani. Anyway, nataka mwingie na hiyo link ambayo nimerusha hapo kupitia Kisio TV. Kuna link hapo na maandishi ya blue, wewe bonyesha pale, ingia live ili tupige gumzo, tujue tutasaidiana haje. Asante sana. Chanisikie huyo. Habari yako? Ndani hakuna sauti. Hauna sauti kabisa. Sauti iko baba gaki. Hii ni sauti. Ndani hauna sauti. Hii ni sauti. Ndani hakuna sauti. Wewe hauna sauti. Hiyo simu yako iko hakuna sauti. Favored. Ndio nimesikia. Simu yangu ndio iko na sauti ya chini. Okay. Okay. Habari yako? Mzuri. Hakuna sauti. Umezima sauti, ananiambia kwamba hakuna sauti. Sio, si nimeshindwa, kwani niko wapi? Okay, habari ya kushinda leo TBT. Mimi nimeshinda poa, sijui ya kwako. Mimi ni mzima, nashukuru. Mimi ni poa. Okay. Kidogo kabla hujaingia kwa mjadala, nataka kuingia kwa comments hapa ya Beatrice Omoyo. Anasema kwamba as I know mto hii ako innocent, ita depend na zile agreements mtamake na mwanaume akuwe na msimamo. Okay, hii kitu ni real. Eva Eve anasema kwamba Haidan ndio kuingia karibu sana. Favored. Yes. Mbona mtake mimi nisiwe na mtoto ndio nikoe, lakini wewe ukiwa na mtoto utakubali nikoe? Sisi na nani? Najua huko nje watu na roho tofauti. Mwanzo kuna mwenye anafikiria huyu mzee juu ako na mtoto wake. Na mimi kuna mtoto atakuwa na ile partiality. Hizo tunasemanga ni mafikiria mbaya. Kwa sababu mkielewana wakati mnafanya introduction, for example tumekutana na wewe umeniambia iko hivi na hivi. Na mimi nikwambie iko hivi na hivi. We are not forced kuishi pamoja. Hii ni kitu tutaagree. Sisi tukae chini tuseme aje sasa, wacha tu agree tufanye nini, tulee. Kuna mama wengine
wanasema ndio, lakini ndio kufurahisha huyu mwanaume, ndio kutaka kuingia kwa hiyo boma, lakini ni real sense wameingia kwa hiyo boma kudestroy watoto wengine. Which is very wrong. On my side, sioni ubaya. Mwanaume amekwambia, at least huyo mwanaume amekwambia niko na mtoto na mtoto ndio huyu. Na wewe umemwambia niko na mtoto, mtoto ndio huyu. Ama niko na watoto ama yeye ako na watoto. Na tuka open, akwambie hao watoto wako nilikuwa kwa ndoa ndio, ama si kwa ndoa, ama nilizaa msichana akaniletea, ama nilikuwa nimeoa kulienda hivi na hivi akaenda. Juu obvious hata mimi msichana sijazaa na Holy Spirit, nimezaa na mwanaume. Na mimi nimwambie nimezaa watoto hivi na hivi, but kulienda hivi na hivi ikapaki nimerudi single na nimekuwa single mother. Na ni single father. Sio ni big deal hapo kuelewana kulea watoto. Ni akili mbaya na bad company. Najua wanawake wanakuanga na bad company. Wanawake wengi wanataka kudestroy. They don't want to see you in marriage. Anakuja anakuambia, kwa nini unakubali kwenda kulea? Ako kwa ndoa. Na ukiangalia vizuri sana wale wenye masingle mothers kuna masingle mother wenye wako single by choice. So hawa ndio huwa wanataka pia na wewe kuwe single by their choice, not your choice but their choice. Juu umeenda kwa majority. Unapata mwanamke ako na watoto, anapata mwanaume amekubali kumwoa na watoto. Amemwambia pia mimi niko na watoto, lakini iko hivi na hivi. Sasa hizi advice zenye tuwa watu tunaulizianga kwa our fellow ladies, hizo zingine ndio mbaya zaidi. So watu wanafaa kukuwa na their own principles. Juu hao ni watoto vile wewe umezaa na mwanaume na huyu amezaa na mwanamke. Mbona ukatae kulea watoto wake? Utake alee wako. Hiyo ni partiality. Hiyo ni mbaya, kitu ya kwanza. Juu ile design, the reaction, unajua kuna hawa wanaume wanaangalianga facial expression pia wewe kujua. Atakwambia kuna watoto amekuangalia tu. So atakuleta in. Sasa hapo ndio ataanza kutreat watoto vibaya. Atakuwa amechagua watoto due to your attitude. Sidhani kama kuna mwanaume ako na watoto anaweza oa mwanamke ako na watoto tena yakuwe na partiality. Ita depend na our attitude towards those kids wenye tulipata kwa boma. So wanawake tuachange na hii tabia ya kusema heri ukuwe na mtoto. Unless wewe mwenye unasema heri ukuwe na mtoto umekuwa Maria mwenye alizaa na Roho Mtakatifu na upate Joseph. Lakini hawako. Wenye wako ni Kenya. Okay. Naona Jena Suma anasema ya kwamba Dana nikiquote kwa lugha ya Kifaransa anasema ya kwamba tugatakana ng'ombe to tugatakana muntu. We are not talking about orphans. Wako na wazazi ni vile wako. Yeye amesema kwamba tugatakana ng'ombe to tugatakana muntu. Dan afadhali uchunge ng'ombe kuliko kuchungia mtu mtoto. Hata yeye achunga kwewe virgin Mary azizae before ingie kwa marriage. Na akiingia kwa marriage achunge sana hiyo ndoa asitoke huko na mtoto. Naona Becky hapa anasema kwamba hi Dan, long time, hope uko poa, tuned in. Wewe Becky? Yes. Yemune? Nisi. Weka kamera. Stima imeenda. Stima siku hizi. Okay. Habari ya kushinda? Poa. Ni kweli long time. Sinyi mnaingianga mapema au kuna mnatoka mapema? Anyway, tunaingia kwa mjadala. Inasema aje?
upate for example vile uko hivi, ninataka kuoa mimi Dan. Kwa mfano, wacha tutumie mfano sisi. Nataka kuoa but nilifanya makosa ama ilikuwa bahati mzuri nikazaa mtoto na dada mwingine. Nilipozaa mtoto na dada mwingine akaniachia huyo mtoto. Mimi ndio namlea huyo mtoto. Sasa imefika wakati nataka kuoa. Nimekuja kwako Beki nikwambie, Beki, habari yako? Mimi niko na mtoto but nataka kukuoa. Uwe mke wangu. Ni kweli wanadada mpendi kuona mwanaume akiwa na mtoto? Afadhali nyinyi muwe na watoto lakini mwanaume asiwe na mtoto. Hapana, kwani si utamlea tu huyo mtoto? Si nitamlea. Kuna maswali ambayo mnaulizanga before uingie katika hiyo uhusiano. Si ndio lazima utamuuliza, for example utamuuliza nini ilifanya mkachana na huyo msichana before unioe. Lazima nijue nini ilifanya mwachane. Au ridhiko sema kwamba hiyo basi huwezi rudi. Kwa sababu wajua sisi sometimes unapata wanaume sisi tukikuja kuwaongelesha hata unaweza pata kwamba mwanaume hawezi kukuuliza ya kwamba baba watoto ako wapi, mbona mkaachana, as long as unasema kwamba actually kama umenipenda mimi niko na watoto 3, mimi niko na mtoto mmoja, utanipenda na watoto wangu wote, ndio hao la. Maswali ya kwenda ndani nyinyi wanadada ndio mnauliza wanaume zaidi kuliko. Na ukipata mwanamke akikuuliza ya kwamba uko na mtoto nje, jua hakukaliki. Unajua inategemea na mtu mwenyewe, so hatufanani. Lakini kuuliza, lazima nitakuuliza nini ilifanya mkosane na huyo msichana. Ndio nijue sababu ni gani kafanya maybe akakosa huyo mtoto. But hatufanani. Yeah, for example tuseme sasa mimi sina mtoto, nikielewa na mwanaume ako na mtoto nitamuaccept. Kwa sababu nijichukulie huyo ni mimi niko na mtoto, alafu kuna mwanaume maybe anataka kunioa na ana mtoto. Unaona? So, unajichukulia itakuwaje? Kikata huyo mtoto, ako innocent. Unamuaccept juu unapenda huyo mwanaume na unalea huyo mtoto. Sasa ni baraka, so huwezi mkataki juu ako na mtoto na bibi nyingine. Yeah. Okay. Asante sana. Gertrude Nyamari na kucheki, habari yako? Ndiye anaingia team comments huko. Asante sana. Judith Nyamwanga anasema kwamba inategemea both sides, kama mnapendana itameka, kwani iko nini? Asante sana. Favored. Yes. Yo. Hapo kwa maswali ni vizuri kujua huyu msichana, hata wewe ni vizuri kujua hii mtoto akoaje na mtoto, juu mnajua vizuri sana you cannot give birth at your own without a man. Sasa ni vizuri ujue. Mtu akikwambia kwamba niko na mtoto, maswali mengi ya nini? Tulikosana na mama yako. Jua what if niko na mtoto ndio na bado sijaoleka, niko kwetu but we are in good terms na mwenye alinizalisha. Ni vizuri kuongeleshana, kuambiana ukweli. Iko hivi na hivi, ndio tusikuje kujua baadaye ilete shida. Tuanze kumistreat hao watoto. Vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimezaa nikiruka njia, mimi nimezaa huko na huku. Mimi nimezaa huku nikarudi. Mwambiane ukweli. Kitu mimi napenda kifu yangu on my side. Niambie tu ukweli kwa wewe mwenyewe. Usitake tuingie kwa mahusiano, ndio niko na watoto, wewe hujasema kama uko na watoto, labda tuko town. Tuingie kwa mahusiano, unajua mimi niko na watoto, lakini sijui kama uko na watoto. Sasa tukikaa, alafu wakuje. Sasa hiyo ndio inakuanga mbaya kwa roho, lakini at long last uta-accept hao watoto. Kwa hivyo ni lazima nikwambie kwamba nimezaa mtoto nje, nimezaa watoto nje, in case uendelee kujipanga.
Tuambiane ukweli, unajua vitu zingi, hakuna siri, kuna siri zingine unaficha zenye zinakuja kuharibu ndoa yako. Ndio nilizaa lakini alienda na mama yake. Ndio nilizaa ndio huyu kwetu. Ndio nilizaa alama ni mama. Network imekukataa Favored. Ndio Favored, network imekukataa. Reverend Chero. kuna wanawake wengine vichwa maji. Atasikia Favored, network imekukataa. Sijini Reverend Cherono, Cherotich. Ni nini? Okay. Favored, tuendelee. Ninasema kuna just tell your partner kuna nilizaa ndio mwanamke hadi tulikosana akaenda na wacha tuangaliange the duration ya watu kukosana imekuwa for how long. Amwezi kosana na last month tena unioe mimi mwenye niko na watoto. 1 month is not good enough kujua wenyewe, we cannot reconcile. Pea huyo mwanamke wako mwenye kuna watoto wakati, na wewe jipe wakati, fikiria 1 month. Mimi kwanza, kitu ya kwanza naangalia the duration. Umelea huyu mtoto, the duration inakaa for how long. Na kitu kingine, ita pia wanaume mnachiekea, sema nilizaa. Unajua ni kesi, kuna wanawake wengine wajinga. Mwanamke anaenda kama miaka 5, miaka 10, akisikia yule bwana yake alioa mwanamke kuna watoto, analeta watoto. So inakuwa vigumu kwa roho ya mwanamke kukubaliana na watoto, kwa sababu mwanzo huyu mwanaume akufunguka amwambie niko na watoto, lakini walienda na mama yake. Wakati unasema niko na watoto, because you never know how watoto wanaweza letwa. Sasa bibi akiwa aware my husband ako na watoto na ex wake, saa itakuwa vigumu sana kwa roho ku accept ya watoto, lakini itakuwa vigumu. Kwa hivyo kulingana na wewe Favored, lazima mwanaume akwambie kwamba property yake kona ni ngapi. Yaani amezalisha watoto wangapi nje, so ukae ukijiami. Nikae nikijua niko na familia yenye inaweza kuja anytime. Ikikuja ni sawa, na ikikosa kukuja bado ni sawa. Kuna wengine tukianza kukuambia hata uwezi simama kwa hiyo relationship, utatoka mbio sana. Kila mtu ako na the dark past, so hakuna mtu ananga past mwenye atasema like nimeanguka kutoka even this way. No, kila mtu ako na past. So hata ukikuwa na watoto wako 6, 5, hata kama umezaa na wanawake tofauti, it's very painful wakati mwanamke anaingia kwa ndoa ndio ako na watoto, but anakuja kurealize kuna watoto. It's better ajue nimeingia kwa ndoa yenye iko na watoto, hata kama wako kwa poma ama wako kwa poma. Forget about the mother. Siwezi uliza eti bibi anarudi ama arudi. Watoto, that's none of my business. Unajua hii ni damu yake. Okay, asante. Hata anaweza taka arudi. Okay, asante. Mwanamke ndiye anaweza taka arudi, lakini kitu Nyasaye wacha waone na jicho la tatu. Asante sana. Delin kwa Mboka anasema kwamba vipi Dan, fresh sana, nashukuru. Nataka kuja hapa kwake Masi Bosibori. Habari yako baba? Masi, habari yako? Tuko salama kabisa hapa, tunaendelea kupiga gumzo, yani tutakuni ngangura. Salama. Huyo referent sijui nani na wote wenye kwa comment. Sasa concerning topic ya leo,
Sauti yako iko chini kidogo. Mmoja mwenye anafaa kama. Hatuwezi sema. Sauti yako iko chini kidogo. Hatuwezi sema kuna mwenye anafaa kuwa na mtoto na kuna mwenye hafai kuwa na watoto. Kwa sababu kitu chenye mimi, watoto ni baraka kutoka mtoto before marriage, meaning kuna kitu kilifanyika ndio akapata huyu mtoto. So kitu ambacho kinafaa mtu afanye mara ya kwanza kama ni wanandoa, before uingie kwa ndoa, umepata mtoto na uko na mtoto, inabidi uelezee huyo mwenye umepata, mimi niko na mtoto ama niko na watoto mahali fulani na mahali fulani, na chenye kiliashiria kilikuwa hiki na kile. Ukishaelezea mtu hivyo, kama ni mtu wa kukaa atakaa na wewe, kama ni mtu wa kwenda ataenda. Na by the way, mtu mwenye anakataa mtoto ati kwa sababu uko na mtoto akukimbie, that person is not good, kwa sababu watoto ni baraka na ni malaika. Tukiangalia kwa Bible, David kwa David sauti yako iko chini Raki. Sauti yako iko chini Raki. Okay. Okay. Kuna echo fulani, kuna echo kill. Habari yako? Echo fulani, kuna echo kill. Habari yako baba? Okay. Right, asante sana. Tuendelee kuingia hapa kwa na watu wakisijui ilikuwa inawasumbua kidogo, ambapo tunauliza ni kweli ya kwamba wanawake wengi afadhali waje waolewe na watoto, lakini wao wasipate ya kwamba wanaume wako na watoto wenye wanaenda kuwaoa? Hilo ndio swali ambalo tunauliza siku ya leo ama usiku wa leo. Dakika zimekatika dakika 38 juu ya saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Kama kawaida tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2021 tunaendelea na mjadala hapa studio ni Kisii TV. Ndio mambo yote. Judith Nyamwanga anasema kwamba sauti iko chini. Okay. Ambapo tunataka kujua kwamba kama ni ukweli, kwa sababu umesikia kwamba wengi wamesema mazee, ikitu ikikuja lazima tukae tuelezane vizuri. Wamesikia kwamba Favored yeye mwenyewe amesema ya kwamba akikuja maybe kama anaolewa anauliza mwanaume kwanza kabisa, watoto wangapi ulizaa nje, ili aanze kueleza kama ni alizaa na Mokeira, alizaa na Mora, alizaa na Nyanchama, alizaa na nani, and then kutoka hapo aendelee kujipanga kisaikolojia, ajue kwamba kama itakuwa hivi basi najua kwamba basi kuna wakati wowote ambao mambo itakuja kulipuka, isije ikawa ni mtu ambaye anajitokeza tu bila kuwa na taratibu. Anyway, yote 9 tunataka kujua ukweli, tufahamu ukweli hapa, na ukweli uwe ukweli mtupu wa kujenga, na tuhakikishe kwamba tumelainisha mambo yote imekuwa sawa na sambamba. Delma na kucheki, wacha nirudi kwa Masi Bosibori kwanza ili amalizie pointi yake, kama aseme pointi yake ili tuwekane sawa, kwa sababu network ilikuwa inaleta nuks kidogo. Hope saizi amekaribia na kuchogea karibu na network. Masi, naam. bado sauti yako iko chini baba. Aiya.
nifanyaje leo? Sijui imekukalia. Fanya hivi, earphones weka karibu, weka. Bado iko Fanya hiyo chini. hapo sasa. Sasa nilikuwa nasema kila mtu anafaa kuwa na mtoto. Hakuna mwenye hafai na hakuna mwenye anafaa. Awe mwanaume awe mwanamke. Hao watoto kama ni kwa mwanaume, ukienda ukiwakataa, maybe hao watoto wangekuja ndio wangeinua ile na mama tofauti kando na yule mwenye alizaa wale wengine. So if at all, kama baba yake angemweka na huko ama angeoa huyo mke mwingine, hawangepata ukombozi baadaye. So mwenye angalii mtoto kama blessing, kitu kinafaa katika ndoa. Unajua hiyo statement ni kama kulitokea makosa, maybe imekaa ni wakati ambapo watu hawajaoana ndio wamepata mtoto. Hapo ndio inaletanga shida sana. Sasa inafaa tu kama uko na mtoto unaambia mwenzako wakati uko ready for marriage. Mahali popote umeingia mahusiano, unaelezea mwenzako uko na mtoto ama uko na watoto na ni wangapi na wako wapi. In case watakuja wakaribishwe, kwa sababu pia ukiwaficha wakiletwa baadaye ndio inatokeanga shida, but mkiambiana mapema hakuna shida. Watoto tu ni malaika na ni baraka. Mimi naweza sema hivyo, hakuna mwenye hafai na hakuna mwenye anafaa. Wote tunafaa tu kwa sababu si ni damu moja. Na wakikuja watakuwa familia moja. Na wanaweza kuinua kwa njia moja ama nyingine. Na unaweza kataa wale watoto, maybe si mko wawili, either mwanaume akatae watoto ama mke akatae watoto. Baadaye katika ile ndoa mkose mtoto kabisa. Ungechukua ulikuwa Okay, network inaleta nuks kidogo, but wacha tuendelee. Naona upande mwingine hapa njia ya comments na anasema ya kwamba Bona Ondari anasema kwamba mbona mama ya huyo mtoto akuenda maybe anipe pregnancy reasons za kwa nini akampea mimba. So yeye anasema kwamba lazima aulizie, ambiwe kini cha kupeana mimba ni kipi, kilitokea wapi na kwa nini. Asante sana Bona Ondari, yeye amesema hivyo. Samra Ibrahim na kucheki ameandika chagua ni sielewi. Ruth Isabella anasema kwamba listening from mo sijui ni wapi hapo. Delma habari yako? Nzuri sana. Labda yako? Niko salama nashukuru. Asante. Kama siku imekupeleka sawa? Poa. Niko poa, nashukuru Mungu. Okay, maoni yako kulingana na mjadala wetu wa siku. Okay. Mimi kwangu nisichangia. Kwangu nisema mpoti kwa mwanaume na mwanamke tunastahili kukaa na watoto juu. Labda mwanaume alikuwa anacheza huko, bahati mbaya akapata amezaliwa msichana wa wenyewe, ilikuwa bahati mbaya na alikuwa amefika wakati wa kumwoa, labda msichana akakataa. Na imefika wakati sasa yeye anataka kulea mtoto wake, hatuwezi kataa. Utakubali tu. Juu hata wewe uko na wewe wenyewe pia. Na kuna hii kitu ingine tunajibamba hapa. Sisi wasichana hata tukiambiwa nilikuwa na bibi ama niko na watoto, huwezi sikia. Solanga zinataka kuingia kwa hiyo ndoa, utaingia tu. Hata waambie kuna watoto, huwezi kataa, utaingia kwa hili. Sasa tuaje kukataa? Kama watoto watakubali kurudi kwao, ni mwanaume tu achipange tu aseme mimi watoto wangu nataka kukaa na wao.
na kama aliamua kukaa, so long as ana provide na watoto wanaenda shule, ni mimi nitakusumbua. But ni ngumu tena sisi kulea watoto, yaani unalea mtoto wa bibi mwingine mwenye inakuanga kugumu sana, yaani ni wachache tu watalea. So kusema ukweli ya kwamba wanawake ni vigumu sana kulea mtoto wa mtu mwanamke mwingine. Ni vigumu sana. Lakini nyinyi mnataka sisi wanaume tulee watoto wa wanaume wengine. Si ndio, mtalea tu, lakini sasa ni vigumu. Haki hao mama anakuanga na roho mbaya sana. Utapata tu anachukia watoto wengine, hawezi wafulia nguo, hawezi wapea food, yaani kitu kama hiyo tu. Lakini ni Mungu tu asaidie. Ni Mungu asaidie. Niliambiwanga adui ya mwanamke ni mwanamke mwingine. Nimekubali kwa sababu wajua, si wewe peke yako umesema ya kwamba ni vigumu sana kulea mtoto wa mwanamke mwingine. Kuna wengine niliulizia nikipita zangu pale njiani ya kwamba utakubali, akasema kwamba mimi nilee mtoto wa mwanamke mwingine mwenye ako hai anapumua, never. So bado lakini unajua Dan, bibi mwenye ameacha mtoto tuseme kwa mwanaume, labda anataka kuteza mwanaume ndio mwanaume amrudishe, unaona? Labda anataka kutuma watoto hapo ili huyo pipi afanye nini, aone hata wezana na hiyo life, amuondokee arudi kwake. Inakuanga na changamoto sana. So kitu tutaomba tu ni Mungu. Watoto tusichukie watoto juu watoto ni innocent, hawakuwa huko tuseme tunateza watoto, lakini hawako hiyo wakati tulikuwa tunacheza. Ukipata mtoto wa mtu tu muhandle kama mtoto wako na baraka Mungu atakubariki. Tusichukie watoto wenyewe juu mama yake anaenda kutembea uanze kuwateza, hapana. Yaani tukae na ile roho. Hebu jiulize, ni wewe umeacha mtoto nyuma, wewe unataka wako afanye waje? But sasa kina kitu ambayo inabaki kwa nyinyi wanawake, eti mwanamke mama mtoto ako hai, anapumua, anatembea, okay, mimi nikuja kulea. Anyway, Delma, lakini si wewe umekubali kuingia kwa hiyo ndoa na iko na watoto. But kitu ambacho naendelea kukifuatilia hapa, ninaona ya kwamba kuna kaukweli pale, but ni ile mnataka kuwa. Unajua kuna ile swali ambayo tulikuwa tunaulizingwa tukiwa shule wakati tulikuwa tunafanya Heri, unaambiwa kwamba as a Christian upate 1000 ya mtu imeanguka chini na umeona akienda mbele, utafanya nini? Kwa sababu unataka kumakiwa upate tick, unasema nitamrudishia, lakini for the real sense in action is the same thing tunafanya saa hii. Lakini Dan, waje nikwambie ni vigumu sana, yani sisi tunakuanga na chuki, unaona? Yani uone huyo mtoto kama ni kama mtoto wako tu. Ni wachache tu utapata wako na roho, yani anaweza linda huyo mtoto kama mtoto wake. But kitu mimi naweza ambia sisi wanawake, tumekaa wengi, wengine unaweza pata kwenu kuna shida, una pahali unapeleka watoto, inabidi urejeze kwa baba yao. Ukipata watoto kwenye umeolewa tu, just treat them like your baby, na Mungu atakubariki. Nachangia hivyo. Hapo umejibu kama lile swali la Heri. Anyway, wachana na hiyo. Asante sana. Naona Mama Jifo General, the only mama in Africa. Naona Becky anainua mkono juu, but narudi kwako hapa. Naona Gertrude Nyamari anasema kwamba wanawake wengine ni ngumu kulea mtoto wa bibi mwingine, ni wachache tu wataweza lea. Ruth Bosbori anasema kwamba mimi I can't take care. Kwani kwa nini? Wacha atafute mama yake akuja kamlee. Gertrude Nyamari, mimi nitamlinda. Asante sana Ruth Bosbori
niko ndani pia. Mimi niko na wakilisha Jennifer Kerubot Ndiina, Ruth Isabella naye anasema kwamba anawakilisha mzima. Tanirudi kwake Becky nisikia anasema namna gani, and then tuendelee kwake Mama the Mama. Dan. Yes. Niko na rafiki yangu anaweza changia? Yeah. Mwambia songe karibu. Becky. Yes. Mwambia songe karibu, nasubiri atoe maoni. Wewe ndio unaongea, weka mic. Habari zenu? Salama sana. Okay. Habari yako? Mimi nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Mimi si mgeni. Aha. Mimi naitwa Ann. Yes, Ann. So mimi chenye naweza sema ni hapa inafaa tu wawili wakubaliane. Na hapa kila mtu aambie mwenzake ukweli. Kama uko na watoto, tuseme mwanamke, haina haja ufiche mwanaume, mwambie tu niko na watoto. Cause unaweza mficha na baadaye shida itokee. Na maybe uhitaji msaada wa huyu mwanaume, na wakati utamwambia italeta shida. So heri the time unakutana mara ya kwanza unamwambia mimi niko na watoto ama niko na mtoto. Then pia mwanamke ukienda tuseme kwa ndoa upate mtoto, just treat her or him like your baby. Because unaweza imagine maybe huyo ndio atafungua baraka ya watoto wako. Na ukisema usimlee ama uanze kumtesa, kumbuka chenye unatendea mwenzako hivyo tu. Yani wanasema ukitenda wema unajitendea, na ukitenda mabaya unajitendea mwenyewe. So the way you treat another person's baby, it depends. Ukimtreat vizuri nao pia wako Mungu atawabariki, na ukiwatreat vibaya it will just reflect back to your kids. So mimi hapo chenye ningechangia tu, wanawake tukue ile na roho ya utu. Najua wanawake wako na chuki ingine mbaya sana, but inafaa tuombe tu Mungu atusaidie. Just take him or her like your baby and God will bless you. Amen. Asante sana. Kwa hivyo sasa tuseme ukweli sasa hapa Han. Yes. Nataka ufunguke. Utalea mtoto wa bibi mwingine mwenye ameenda mahali ameenda ujui yako wapi? Mimi nitamlea. Kwa sababu gani? Mtoto hana makosa. The kid is innocent. Mimi nitamlea. Na sitaangalia mamake anafanya nini ama penyaka anafanya nini. I know malipo nitapata kwa Mungu. Because the child is innocent. I'll just take him or her like my kid. Yes. Okay, asante sana Ann. Kongoi. Okay, Judy Kwamboka anasema kwamba hi everyone, asante sana. Nataka kurudi kwake Mama Jifo General, but mimi wacha ni mkaribishe pia Liz Queen Channel, na yeye namuona uko pale mzima, nitakuja kwako. Wacha niende kwa Mama the Mama. Yes. Mama the Mama. The only mama, the only woman standing now, the only mama who can take care of those kids. Mama the only the mama Mama who can take care of those grandchildren. Hey. Ha. Let me tell you Dan. Hapa wanawake wanajifanya na venye wanaume wamekosa. Mimi chenye naweza sema kulinda hao watoto haina shida. Of course yani inauma, but it's okay. Kama mwanaume ako open
mwanaume atake responsibility. Unaona, mwanaume akanyage chini, baba ya huyo mtoto akanyage chini, ambie huyu mtoto this is your mother now. Okay, heshima ianze kufanya nini? Kudumu. Yes, respect lazima. Unajua mzee akikuwa mkali, na mimi sasa yule mtoto atakuja kwangu, anakuja wakati baba yake anakuwa mkali kutoka huko, mimi ndio namleta karibu ndiye anipende. Are you getting me? So that to get along na huyu mtoto. Unajua kuna watoto wengine wanakuanga nini kimbele mbele, oh you are not my mother. Sasa baba ya huyu mtoto atakuwa mkali, ndio na mimi namkaribisha kuja kwangu. Kuja. Okay? Baba akisema hivi, fanya hivi. Are you getting me? So that huyu mtoto ataanza kufanya nini? Kusema hata huyu hata ni mzuri hata kuliko mama. Wakati hata mtoto amekosa, unamkalisha chini, unamwambia okay, umekosa. Na dadi akiona hivi, hata mimi mwenyewe sijasikia vizuri, so I want you to change. Unaona? Lakini ile yenye mtu unaanza mpaka unaona wanawake wengine wananyima mtu chakula sijui nini bla 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 bla, not good. Yes. So wewe utakubali kulea mtoto wa bibi mwingine mwenye ujui kama atarudi ama atarudi? No problem. Uwezi jua, unaona? Uwezi jua, unajua unaweza tesa huyu mtoto alafu wako sasa akikuja ndiye akwe kitu mbaya. Ama wewe una watoto, umeolewa kwa familia yenye kuna watoto. Unaanza kuchagua eti wako ni mzuri, sijui nini, unapagua hapana. Mimi chenye naweza sikia wale wanaume wenye wako na watoto wao, single fathers. Wakuwe responsible, wakanyage chini so that this woman akuje tu, yani na mwanamke na wewe chitore, akuje tu akijua huyo nita make sure tutafanya tu na chini, ni make sure watoto wamecooperate. Hao watoto wameingia laini. Hao watoto wamemchukua kama mama yao. Mwanamke akiwa na intention mzuri, maisha itaendelea. Lakini hao wengine siku hizi wana behave kama wachawi. All witches. Hai. Mtoto anateswa mpaka mtu unabeba miguu juu, mikono juu. So, akulea mtoto si mbaya, lakini baba yao haikuwa involved. Yes. Si eti nikimwambia mtoto amefanya hivi, anaanza kusema unachukia mtoto wangu. I didn't tell you that so that you want kugombana kwenda to know. Sit down, fuatilia. Yes. Mama, the only mama standing in Africa. This is me. Okay, yeah, amesema ya kwamba the only mama who can take care. Yes, the only mama who can take care of those grandchildren. Yes. Okay, asante sana. Nataka kwenda kwake Liz Queen. Liz Queen. Kama Liz Queen anako kazi pale, anachapa zake. Judith kwa Mboka anasema kwamba I'm watching live from Lan. Yes. Unajua afadhali sasa mwenye alienda kabisa kuliko mwenye anaendelea kusurura hapa karibu. Afadhali mwenye alienda kabisa apige msururo yake kuliko mwenye ako hapa karibu wakipatana wanakulana tu. And that one hurts so much. Afadhali mwenye wanarambana, imagine. Unajua comparing venye ni mbaya, afadhali tukae na yeye nijue mtoto niko na yeye. Si tukuniambia baby, nilikaa nimeendea mtoto, tulikutana mama yake huko sijui kwa hoteli, mjinga. So kuna mama the mama. Before uanze kusema ya kwamba Dani ako na mtoto unaweza mlea, kuna yale maswali ambayo unaweza jibiwa. Useme ya kwamba sasa hapa akijibu hii na hii na hii nitakuwa nimeridhika. Maswali yapi haya ambao utakuwa unatarajia kujibiwa kutoka kwa huyo mwanaume ndio kubali kuchip in kulea huyo mtoto? Okay, tumependana kwanza. We love each other. Kitu ya kwanza ni kupendana. Tunapendana
umeniambia okay babe, mimi ni fulani, mimi ni Daniel, natoka sijui Kisii County, mtaa fulani, I'm a single father. Unaona? Unaweza kuwa kama alikufa utaniambia widow, ama nilikuwa na bibi lakini akaniachia watoto akafanya nini? Akaenda. Are you getting me? So mimi ni single father. So the question is, are you still seeing your ex? Bado muna communicate? Kitu ya kwanza. Mtoto ako na wewe? Unaona? So hizi vitu mbili ukinijibu, sasa hapo nitajua kama are you still mnakutana na huyo mwanamke in the name of ni mtoto unaenda kuona mnalambana, mnasalimiana. Mnasalimiana, hiyo njia nyingine. Mnasalimiana ama mtoto mko na yeye, mimi sasa na chip in kama mama yake. Yes. Kwa sababu si rahisi mwanamke kuchip in rahisi hivyo. Afadhali wanasema afadhali mama ukuje na mtoto kuliko kuenda kupata mtoto huko unaenda kulea. Wengi ndio mnasema hivyo, wengi. Hapana, si vizuri. Unajua na hiyo, unajua, let me tell you, kuna single fathers wazuri huku nje. Na unapata mwanamke maybe alikuwa eke urambago, the lady started to cooperate in marriage, maybe yani kuna vitu mingi zinaweza fanya mtu wakosane na mtu ibidi amekuachia watoto. Unaona? Sasa wewe uone huyu mama venye yeye ni mang'aa, wacha tu afadhali aniachie watoto. Yes, na kuna yule mwingine anaweza kuachia mtoto ama anaweza enda na mtoto kutaka kukukausha. Unaona? Anapeleka baba mpaka kwa ofisi ya watoto. Anaenda anasema huyu alei watoto vizuri ndio kuniteza, so that sasa wewe pesa yako ikatwe katikati, sasa sijui lazima alee mtoto wake. Unanipata? So it's better nibaki basi na mtoto mimi, ndio sasa tuendelee kwenda mbele, sababu ndio nijue venye nita economize na watoto wangu wengine na huyu mwingine, nijue sasa niko na familia, so that chochote maendeleo yenye tunaweza fanya ni sawa. So tujue venye tutasave. Imagine kupea mtu mmoja half salary ya msi, hata kama si yangu, hiyo ni half. That's not good. Inauma. Ndio unasikia wengine wanasema haka, wewe unafuga mimi nakula, wewe unamfulia nguo mimi ninatengeneza. Hiyo ndio hiyo. Okay. Asante mama, the only mama standing in Africa. Okay. Joseph Anchinga, nataka nikupee fursa alafu ndio nirudi kwake senior servant Momanyi Chanai. Mheshimiwa. Okay. Joseph Anchinga. Yes sir. Habari yako? Salama sana baba. Umepotea bwana. Kabete na kupeleka poa na kina Mweni. Mweni wanasumbua. Aidhuru bwana. Super maoni. Watatumaliza. Chunga sana usitoka hapo. Anyway, super maoni. Hapo, I'll see you the whole of next week itakuwa Kisii takutafuta. Yeah. Okay, maoni yako? Maoni yangu ni kwa mtoto, wanawake wanasumbua sana. Unajua unaweza patia wanawake mtoto na atoroka aende. Maybe alikuwa anaona pesa yako. Mwanamke, unajua siku hizi vile mwanamke, women wamekuwa empowered, wanasumbua sana. Wanajiona sukari sana. Juu wanajua vyovyote wakienda watakimbia fida sisi wanaume tulimwe mshahara. But mwanaume ni nani? Tuko na nyinyi, tutapambana na yeye mpaka mwisho. Another thing, unajua hata sisi wanaume, unajua hakuna huko nje, hakuna mwanaume mzuri. Kila mwanaume, we are all the same. You may think mimi ndio mbaya, ukikimbia huyo mwingine upate ndio mbaya zaidi. So naambia wanawake watulie, tuendelee na familia. Mtoto asikue kisingizia ati niko na mtoto alafu aanze kuharibika.
Tachangia tu tukiendelea kwenda mbele na. Okay, asante sana. Acha niende kwake senior servant Bishop Mumanyi Chanai. Amepotea sana, sijui inakuwa namna gani, lakini tumaini kwamba mambo itakuwa sawa. Habari yako baba? Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana, amen. Haleluya. Imekuwa siku mingi hatujakutana hewani, lakini Mungu ni mkubwa, anaendelea kutupigania. All along na wafuatilia na nazidi kuwaombea. Sijaonekana kwa muda, nasikia unasema nimepotea kidogo. Tumekuwa kwa maombi na Mungu anatutendea. Sasa nimesikia ukiongea mambo ya mwanamke kutoroka kwa ajili ya mtoto. Hapa tunasema unajua kuna yale ambayo yanaendelea kupita, unaambiwa kwamba mwanamke, nikauliza wanawake ya kwamba unaweza feel comfortable kulea mtoto ambao nimeachiwa na mwanamke mwingine, akaenda zaka akaniachia mtoto. Wakasema mimi kulea mtoto wa mwanamke mwingine no. Yeye ukimuuliza yeye unapata ya kwamba wao wanasema kwamba afadhali mimi nikuje na watoto kuliko kukupata wewe na mtoto wa mwanamke mwenye ameenda. Mwanaume anapopenda mwanamke, hata kama ingie na watoto, huwa anampenda na roho yake kwa ajili ya ile ambaye amependa, ambaye ni mwanamke. Hivyo inastahili na mwanamke naye akija akipata kuna mwanaume labda alikuwa ameachiwa mtoto, ampende huyo mtoto, kwa sababu atakuwa amempenda huyo mume na huyo mume ako na huyo mtoto. Hakuna mahali Biblia inasema ya kwamba uweze kutenganisha mtu. Unajua, unaweza pata ya kwamba huyu mwanaume labda mke wake aliaga akamwachia huyo mtoto, na according to Paul kuna ile tumepatiwa ya kwamba unaweza ukaoa kama unaona. The Bible says if you cannot be like me, then you can go ahead and remarry again. When your partner ameweza kuaga. So ikiwa mwanamke aliweza kuaga na akamwachia mtoto, nawe umeingia katika hiyo familia, hata kama uko na mtoto, unastahili kumpenda yule mtoto kama mtoto wako, kwa sababu atakuwa anakuita mama. Jambo la kwanza. Kupagua itakuletea curse. Kuna kitu tunaita generational curse katika maandiko, ile ambayo inaweza ikakufuata ikaharibu hata wale watoto wako ambao utawazaa na huyu mwanaume. Bond ya familia inapotoka katika mwanaume, na huyo mwanaume anapoona ya kwamba kweli huyu mwanamke niliyemleta amemchunga huyu mtoto jinsi mimi nilikuwa ningetaka, kuna ile blessings ambayo inakuja. Despite the Bible says that ya kwamba ikiwa man finds a woman, anapata baraka katika familia yake, na hata wewe ikiwa utaingia katika hiyo familia and utunze kile kitu ambacho huyu mwanaume ako nacho, kuna blessings ambazo zitaweza kuflow katika maisha yako ambazo haukuwa nazo wewe mwenyewe. So ile itakuwa an added blessing ambayo Mungu atakuweka. Unajua, unaweza pata kwamba ule ni mtihani umewekewa katika hiyo ndoa yako. Na Mungu anaweza taka kukupima ni njia gani ungetaka maisha ya watoto wako yawe out of the reflection ya yale maisha ya yule mtoto ambayo mwanaume ako naye. So itakuwa ni vema uweze kuingia katika hiyo familia na kumtunza yule mtoto kama mtoto wako, kwa sababu unaweza pata hiyo ndo njia tu inaweza ikakufungulia njia katika watoto wako waweze kufanikiwa. Nikikupa mfano Dan, kuna watu ambao ukiangalia familia nyingi, kuna mke anaweza ingia katika familia akapata mtoto kule, na unapata wale watoto yeye mwenyewe amezaa hawajamfikia yule mtoto aliyempata katika familia hiyo. Ni kumaanisha there is something that has been going on yenye imeweza kufanya hata Mungu mwenyewe aweze kumuonyesha ya kwamba kuna kitu unafanya, and I'm the only person anaweza kupatiana blessings katika ama baraka katika hiyo familia yako. The Bible says that there is no man anaweza kutoa neema kwa maisha ya mtu. Hakuna mwanadamu anaweza kukuangusha, na hakuna mwanadamu anaweza kukuinua kama Mungu amekuangusha.
na hakuna mwanadamu anaweza kukuangusha kama Mungu ameweza kukuinua. If the kid is blessed na amewekwa katika hiyo familia na imekuwa na makubaliano ya kwamba sasa umekuwa mke katika familia hiyo, ni vema uweze kumtunza huyo mtoto kama mtoto wako, kwa sababu baraka zako zinaweza zikatokea katika hiyo channel. Yes. Amen. Asante sana baba. Asante sana. Naona timu Ruruta Ongwaro wako hapa, timu Amam wanawakilisha, naona wako hapa, wawakilishi wao wako ndani, wanasema kwamba atumiwe 40,000, atumiwe 60k kupitia namba ya Blessed Mom 1. Hiyo namba ya mpesa ya Blessed One Mom. Okay, asante sana senior servant Momanyi Jenai. Wamepotea sana, watu wamemiss chakula cha kiroho. Unastahili kufanya kitu bwana. Kwanzia wiki hii tutakuwa tunarudi katika ibada zile ambazo tulikuwa tunaingia jioni. Tumekuwa katika mlima for the last like 3 months. Na Mungu amekuwa akinena. Tumefungua last week, ni ile sijafika Kisii, lakini nikija tutaanza program zetu na tutarudi hewani. Tunashukuru. Asante sana. Kama mlishika kila maroho, kila mapepo ambayo inaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mkaichomelea chini. Na kuambia my brother, ulimwengu huu tumekamata maroho ambayo yamekuwa yakichafua anga, and we've declared that there is no immature death inaweza kuingia katika mwanadamu yeyote. Hata kama ni hiyo corona, tumeichoma na kusema ya kwamba irudi kuzimu ilikotoka, kwa maana ikiwa tunasimama na nguvu zake Mwenyezi Mungu, there is nothing the Lord cannot do. Amen. The children of Israel wakati walikuwa wanatolewa, wakati Musa alikuwa anawaongoza wakienda, kuna yale yaliwapata katika njia. Hayo hayakuwazuia wao kufika Kana. Despite that kuna wale ambao hawakufika, lakini kuna wale walifika hata kama ni watoto wao. So hata kama corona itatuzuia namna gani, kuna kile kizazi ambacho kinaingia nyuma yetu. We've cleared the air tukisema ya kwamba hakuna chochote kitaweza kuaffect kizazi kijacho. Yani anything yenye imepangwa na shetani imeng'olewa katika jina la Yesu. Amen. Yes. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Bishop Momanyi Chanai. Ndio anafanya mambo mengi pale. Si ati mtumishi tu, bali anajituma. Kama unataka kuwekewa CCTV, kama unataka kuinstaliwa vitu, kuna company yako nayo pale, anafanya kazi nzuri. Sijui atakuja tuende anifunze ama inakuwa namna gani. Hebu niulize pastor, kanisa yake ako located wapi? Tunaweza mtembelea one of these fine days. Kanisa yangu yaitwa House of Testimonies International Church. Tumekuwa tukihudumu pale katika mji wa Kisii. Kuna ile hoteli ilikuwa inaitwa Kisii Hotel kitambo. Tumekuwa tukitumia hiyo, inaitwa Hall 2, inaitwa Nyambene Hall. Hapo ndo tumekuwa tukitumia, lakini Kisii kukakuwa ya kwamba imefungwa kidogo. Lakini maombi tunaendelea, ndo manake tulienda tukasema waja tuende kwa mlima tuombe Mungu aweze kutufungulia. We are not getting you. Nasema mama kanisa mama. Okay. Mtumishi. Nasema kanisa langu linaitwa House of Testimonies International Church. Tumekuwa initially located pale katika hoteli ya Kisii, ilikuwa inaitwa Kisii Hotel katika Nyambene Hall. Lakini kwa sababu ya corona makanisa yakafungwa katika mji wa Kisii, ndo manake tumeenda katika maombi ili tuweze kufunguliwa hiyo anga, tuweze kuendelea na neno. Safi kabisa. Ni kama ametoka kidogo, network ilikuwa namsumbua, but natumai ya kwamba atapata ujumbe kwa njia ya ukamilifu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Blessed Mom.
niko hapa. Team Ruruta Ongwaro. Hapana, ni team Hamam. Team Hamam, team Furusu. Usijui Furusu useme. Mimi nawakilisha timu nyingi. Okay. Mama the mama. Let me mute now. Umesikia kanisa iko wapi, mam the mama? Yeah. Okay, sawa. We nyamaza basi, wacha tuongee na timu Amam. Timu Shagala hapa anawakilisha timu Ruruta Ongwaro. Ongwaro Ruruta. Karibu baba, habari yako? Mimi niko poa, nashukuru Mola. Unajua ukifikisha hii masaa ni kwa neema tu. Amen. Kuna wimbo Deno Mpole ameimba akasema ati sisi si wazuri lakini ni kwa neema tu. Ndio muyanje. Ni wimbo poa sana. So mimi nashukuru kwa sababu ni kwa neema kufika hii masaa. Sasa kuna kitu Janai amesema sijamshika vizuri. Amesema ati wanarudi majioni. Si nilikuwa nafikiria show zake zinakuanga asubuhi from 7 hivi. Ama nimezeeka pia. Inakuanga jioni. Saa 1, saa 2. Siku na time alikuwa anakujanga 7 morning. After Isaac. Sundays anakuanga hapa 7, but weekdays alikuwa anafanya jioni. Sasa ni atualert tu, akisha atualert tunaweka in mind, alafu tunakuja tunabarikiwa pia. Kwa sababu unajua tukiwa hapa pia tunabarikiwa hapa kwa mtandao. Kabisa. So mimi nikiingia kwa mjadala, ningependa unieleze mjadala na Kizungu juu sielewi Kiswahili sana. Kwa sababu ni Kiswahili, Kizungu unaendelea kuongea. Wacha nikuambie kwa hiyo Kizungu yako sasa. Na kwa taarifa yako unaweza iongeza hata niweke kwa Kifaransa. Kuna swali ambao nimeuliza kina dada hapa nje, kumuuliza ya kwamba maybe upate ya kwamba mimi Dan nilizaa mtoto, nikaachiwa mtoto na mama mtoto akaenda zake. Mi saizi ndio ninalea, niko single father, naendelea kulea mtoto. Unaweza kubali ni kuoe ukuje kulea huyo mtoto ambao nimebaki naye? Wanadada wakauliza mimi siwezi wakauliza kwani mamaka alikufa? Ninakuja kulea mtoto wa mwingine. Wengine wakasema ya kwamba mimi siwezi lea mtoto wa mwanamke mwingine mwenye ako vitu zake. Anaweza rudi anikuja kunichoma. So kumuuliza yeye mwenyewe kwamba wewe unaweza kubali nikoe na mtoto? Akasema yes of course. Mbona mimi iwe ni ngumu nisikuoe nikiwa na mtoto? Hiyo ndio nauliza, ni kweli? Mimi nimekupata vizuri. Hata kama sielewi Kiswahili, unajua mimi naelewa Kizungu sana juu ndio nimesomea sana. Hiyo Kizungu ndio nimezungumza. Sasa ndio nilikuwa nasema hivi. Kitu ya kwanza Dan, unafaa ujue watu wote hawafanani. Watu hawafanani. Kuna mtu hata apendi mambo na watoto, yani apendi tu, si yani kupenda kwake lakini apendi, unanielewa? So hii mambo ya kusema ati mtu umuoe msichana ambaye hana mtoto na uko na mtoto, inategemea na mtu mwenyewe kibinafsi, yani kutoka ndani yake. Kama anapenda watoto na wewe pia amekupenda, mi naona kama anaweza akakubali umuoe na ale huyo mtoto na maisha iendelee. Kitu ingine, wacha niongee kuhusu mimi mwenyewe juu mjadala inatakanga unaongea vile wewe unaielewa, usije ukaongea ya mwingine.
Mimi on my side, yani according to me myself, yani myself. Mimi naweza kulea mtoto wa mtu. Kwa nini nilee mtoto wa mtu? Mtoto ni malaika. Mtoto ni malaika. Mtoto hana makosa yoyote. Mimi nitamlea tu. Hata huyo mwanamke akirudi, si mimi naweza tu nikajitoa. Si Mungu ataona ile kazi nilifanya na anaweza kunifungulia njia zingine pia. So haimaanishi ati nafanyia huyu mtoto nikiwa 50-50, ati ule anaweza rudi akuje kunichoma. Anaweza kuja kunichoma kabla anifikie, malaika atume msamaria amblock asinifikie. Kwa hivyo mimi upande wa mtoto kulea, mimi siwezi kuona kama kuna shida yoyote. Siwezi ona kama kuna shida yani on my side, mimi naweza lea mtoto wa mtu. Na wale wazazi wenye wanabagua watoto wa watu wajue vile unabagua wa mtu, hata wako atakuja kubaguliwa ama wajukuu wako. Kwa hivyo kama ni kupenda watoto tuwapende tu, yani kiujumla tu hivyo. Na uwezi niambia ati unapenda mtu na upendi damu yake. Si huyo mtoto ni damu ya huyo mtu unapenda. Sasa mbona unasema unapenda huyo mtu na upendi huyo mtoto na mtoto ni damu yake? Mimi hivyo ndio naweza sema on my side. Siwezi ona kama kuna shida hapo. Wewe umekubali ya kwamba kama ni mtoto utalea, ni malaika ya Mungu na hautakuwa na swali lolote kuhusiana na yale ambayo utakuwa unapokea. Tena wacha nikwambie Dan kitu yenye ujui. Mtoto vile unampokea ndivyo na yeye anakupokea. Kuna mtoto utaenda hakupokee vizuri, hata hawezi kukuita auntie, atakwambia tu wewe ni mama yangu cause wewe ndio utakuanga na mimi. Sasa ule mtoto mtafika pale mzoeane, mpaka itafika pale anakuambia mami wacha nikusaidie na hii kazi. Mami wacha nikusaidie na hii kazi. Yani mtazoeana mpaka mkue kama real mother. Kwa hivyo mtoto vile utampokea ndivyo pia atakuchukua. Ukimchukia yeye pia atakuchukia. Itaenda hivyo. Na sijui kama ile namba yangu ulishaanika hapo kwa nini kwa online ndio kila mtu anitumie hiyo pesa. Si ni ile imeanza Blessed Mom 1. Hata huyo mgeni mwenye ameingia so mwambie huyu ndio ule anaitishanga pesa ndiye anitumia hata 50k kwa nini? Yeah, kwa sababu siku hizi pesa zinachotwa. Amka asubuhi unatingiza mti hivi pesa zinaanguka. Okay, Mary Terry. Network ni kama inamletea nuks kidogo. Asante sana team comments, Patrick Mshiri, Liz Queen, na wacheki pale team comments. Mambo bomba tena zaidi. Endelea tu na mjadala kidogo tuone inakuwa namna gani. Naona zimekatika dakika 23 juu ya saa naona dakika 23 juu ya saa 4, yani saa 5 majira Afrika Mashariki, na kinaeleweka. Sijui Mama G for General ako na pesa ya kutumia Blessed Mom. Mama G. Yes. Hawa timu wa mama wako na furusi, wanafaa watutumie furusi. Waambie watutumie furusi. Timu wa mama watupe furusi. Sasa ninatoa wapi mimi mtu mwenye niko hapa nyumbani? Tuma hiyo yenye mnarokota hapo na gunia. Timu Ruruto Ngwaro. Danu mwambie mimi siitishangi mtu ile hana, mtu anatuma tu ile ako nayo. Kama uko na 50, uko na 20, uko na 10, yani unatuma yoyote. Na namba yangu simu naonanga ikipita hapo kila siku. Si ni hiyo ya Blessed Mom 1. Haki. Haki. Aworo.
Subscribe to my YouTube channel now. Okay? Watu wa subscribe to my YouTube channel, soon nitawaletea maneno mazuri. Mambo mazuri inakuja. Soon. Na kimo mata itawakora bono mchatila mapema igakene kia mo bwanela. Eta bande nani Dan huyu anasema tu subscribe, si hajatuambia tuna subscribe na jina gani? Nitawaambia. I will tell you. But kuna channel ya sister yake inaitwa Jennifer Kerubo. Hiyo ni ya sister. Uta subscribe pale meanwhile. Utanikumbusha, nitaenda kusubscribe juu hiyo ndio kuwa support, juu kama ni pesa nayo hatuwezi tuma. Lakini kusubscribe mimi na subscribe kila mtu, lakini pesa wananitumia. So mimi na subscribe, nyinyi mnanitumia pesa. Wow. Haya, sijui kama utaniruhusu Dan niongee kitu ya mwisho. Sawa. Nilikuwa nataka kusema hivi hapa kwa hii mjadala ya siku ya leo. Kuna siku niliona Sami Ntabo akiojiwa, hii mnaitanga interview na Kizungu. Sami Ntabo alikuwa anasema alizaliwa ikafika 6 months mama yake akamwacha. Sasa wakati mama yake alimuacha, pali aliachwa kwa shosho yake, maisha ikumwendea vizuri. Hata wale mango zake surrounded, yani wale watu wako surrounded, wale wako karibu hawakumshika mkono. Sasa for example, mi kama ningekuwa wa hiyo jamii ya kina Sami Ntabo, kwa sababu mimi naelewa hakuna mwanadamu yeyote anajua mambo ya kesho, mimi ningeshika huyo Sami Ntabo na mkono na mikono miwili. Sasa vile ningemshika na mikono miwili, ningemshika na mikono miwili na kuambia saa hizi mimi ningekuwa nimevuma mpaka Amerika. Kwa hiyo usione mtoto vile ako tu kwa leo, kumbuka kuna kesho yake. Unaweza dharau mtoto leo, kesho ukasikia ni MCA, kesho ukasikia ni anaitwa nani au magavana. Yani unajua njia za Mungu ni mingi. Sasa kama Sami Ntabo, naona Mungu alimfungulia njia, saa hizi vile anadunga kuna loophole. Sasa wale wenye walimdharau wanamuonanga mpaka wakiona picha zake si wanashtuka. Kwa hivyo tusidharau hao watoto. Kila hata mimi namtaka. Mimi kwa kumtaka sitaki, juu aliniambia na kitu, mimi hapo hapana. Kama angekuwa na kitu ya kutuma ni sawa. Sasa mimi nilikuwa nawaomba hivi dada zangu na ndugu zangu, tusiangalie leo, tujaribu pia kuangalia kesho. Juu kama mimi for example, mimi napendanga kutumia example yangu, sipendi kutumia ya mtu mwingine sana, juu naweza ongea uongo. Sisi tuko watoto 6 kwa familia. Hao watoto 6, familia yetu iko na watu wamejiweza. Lakini wazazi walipofariki, hakuna mtu alijitolea kutushika mkono. Yani waliona hawa watu hawawezi songa mbele. Lakini kupitia kwa njia za Mungu akatuma Msamaria, akatuletea marafiki wa kila aina. Sasa hao marafiki ndio walifanya sisi tukafanya nini? Tukaomoka. Kwa hivyo hatukuomoka juu ya familia. Yani namaanisha nini? Namaanisha usione mtu leo, muangalie kesho itakuwaje. Wacha tupe huyu mgeni asiseme hao watu ni wa wapi wanaitisha pesa hapa, na umwambie nitumie kitu. Okay. Asante sana. Nirudi kwake. Mheshimiwa mtarajiwa, mwaka wa 2032 katika eneo bunge la Kitutu Chache North, ENM Lifestyles Melodies mbele iko sawa. Fighter, karibu baba. Dan, asante sana kwa kunipa nafasi hii wakati huu, na nashukuru mama Blessed Mom na Mary
Teri na Mama G the General na wale wengine ambao wako pale kwa comment section. Asante sana kwa wakati kama huu kukutana hapa tuweze kujadiliana. Nashukuru, nilisikiza kidogo vile mlivyokuwa mnazungumza, nikawa nimetoka nikaenda shughuli nyingine, lakini nimekuja nikapata kama mnaendelea, nikasema hapana, lazima niingie hata mimi niweze kuchangia kidogo. Najua wengine umesatoa mawaidha yenu ama maoni yenu, mmesachangia sana. Mtanisamehe kama nitarudia maybe kidogo pale yale yenye mmetaja, sababu mimi sikuwa, so naomba mnielewe. Kulingana mjadala wa leo ambao nilisikia ni kwamba mlisema kwamba kweli ni vizuri, sio kama ilikuwa nauliza kwamba ni vizuri ndani, ilikuwa nauliza nini hapo, nikumbuze vizuri kwanza. Siku hizi unapata kwamba wanawake wa siku hizi ni vigumu sana kukubali kuolewa na wanaume wenye wako na watoto. Yaani maybe unaweza pata ya kwamba jani nilizaa mtoto na mwanamke akaenda kaniachia mtoto. So kukuja kupata hawa wanawake, nikipata mmoja niseme kwamba nataka kumuoa na asikia kwamba niko na mtoto, unapata ya kwamba ni vigumu sana mwanamke kukuja kulea mtoto ambao si wake. Ni ukweli. Hapo nafikiria Dani, nimekuelewa sasa. Nafikiri inategemea, mimi sana sana husema ile msingi wa yule mwanamume ambaye tuseme for example nimekutana na blessed mom, ile msingi ambao nitaweka katika ile uhusiano wangu mimi na yeye, wakati tunaanza mahusiano mimi na yeye, ndio itafanya either aheshimu mtoto yule atanipata naye ama amudharau. Kwa sababu mwanamke anapokuja kwako, mwanamke kwanza ni watu uelevu sana, anaangalia hali, anajaribu kujua ataingia pande gani. Lakini ukimpatia mwelekeo kamili kwamba hapa kuko hivi na vile, hakuna vile ataruka hapo akuje kuleta mambo yake mengine kesho kusema hataki huyu mtoto. Lakini ikiwa wewe mwenyewe kama baba yake mtoto utakuwa unaoneshana kwamba ule mtoto sio kitu kwa sababu mama yake hayuko, halafu unataka kuonesha huyu mwanamke ambaye amekuja kwamba ama watoto wake ndio wa maana, sasa hapo ndio upaguzi utaanza kuwa. Lakini ukiweka hao watoto wote sawa na uoneshe kwamba hutaki mchezo na huyo mtoto wala wale wenye amekuja na wao, hutaki mchezo na mtoto yote pale, itabidi naye pia aweze extend ile upendo kwa hao watoto wote. Sasa mwenye anakuwa janzo ja hii mambo ya kusema eti mwanamke amekuja kudharau mtoto, hata anaweza kuextend kiasi kwamba mwanamke amekuja kudharau wazazi wako, ni wewe tu mwanaume mwenye umemleta huyu mwanamke, wewe ndio unakuwa kielelezo. Ikiwa unadharau wazazi wako, bibi yako atawadharau mbele pale zaidi yako. Ikiwa unadharau huyu mtoto wako mwenye uliwachiwa na mama mwenye alikuwa bibi yako mbeleni, huyu mwanamke yes. Tuendelee. Nilikuwa nafikiri mtu anaongea hapa. Huyu mrembo ambaye amekuja hatadharau yeye zaidi ya vile wewe umemdharau. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wanaume kwamba sisi ndio tuko na ufunguo. Ukianzisha kidogo, mwanamke amejulikana kwa kuongeza. Ukimpatia shilingi 100, anaweza fanya ile shilingi 100 ikuwe 1000, 1500 kuelekea mpaka sikue pesa mingi. Ukimpatia unga ama kidogo, anaweza tengeneza chakula kwa nyumba. Sasa ukimpatia njia ya kudharau mtoto ule wako, atamdharau mpaka hata wewe mwenyewe utamchukia. Na hata itabidi umchukie kwa sababu utakuwa unapewa sasa uamue kati ya huyu mtoto na yeye. Hiyo ndio ile swali utaulizwa kwamba amua kama unataka kuishi na huyu mtoto ama unataka kuishi na mimi. Na unajua inakuja inakuwa ngumu. Lakini kama ulitoka na msimamo wako wakati mlikutana na huyu bibi yako, ukamueleza kwamba mama, mimi nimekutana wewe, nimekupenda na mimi niko na mtoto ambaye niliwachiwa na
mwenye nilikuwa naye mbeleni, maybe alifariki, maybe yuko lakini hatuko pamoja, umpatie mwelekeo kamili. Sije wakati mnaishi ndio unakuja kumwambia kama kwani kulikuwa na hiyo mambo ya aftermath, hiyo ndio inakuwa shida. Kwa hivyo kabla mjaenda katika mahusiano yoyote ile, kama wewe ni mtu ambao uko mwaminifu na uko straightforward, elezea kikamilifu wewe ni nani, uko na nini unakuja nao katika hii uhusiano, ili mtu akiamua kuingia asije kusema mimi sikujua hayo mambo unaoniambia leo. Vitu kama hizo ndio huchangia, lakini ni vizuri sana pia tujue kwamba sisi mara mingi tunakutana wanawake ambao wako na watoto, kwa sababu katika mila ya Wakisii wakati mwingi ni kwamba mtoto ni wa mama. Unaona watoto sana sana wanapaki na mama zao. Ni wachache sana unapata wanawacha watoto nyuma. Sasa ndio unaona inakuwa kama percentage kubwa ni kama sasa wameanza kuamini kwamba wao ndio wanafaa kuwa na watoto, mwanaume hafai kuwa na mtoto. Lakini sio vile. Kuna uwezekano mwanaume ule ambaye amependa mtoto wake akuwe na mtoto, kwamba hako na mtoto lakini hana mwanamke ule mwenye walizana yeye hawako pamoja. Kwa hivyo ya msingi ni kwamba mnapoanza mahusiano, weka mambo yote kwa meza, mtu akubali, hakatae kama mko bado kwa mwanzo wa foundation, hili hapo mwisho isije kuleta shida. Okay, asante sana Fighter Ivona Odhiambo na kucheck Liz Queen, Valentine Lifestyles, wote na wacheki. Asante sana. Mary Terry, nataka kurudi kwako utupe maoni yako nawe, alafu nione kama anaweza funga, kwa sababu dakika zimekatika, dakika 37 juu ya saa 5 majira Afrika Mashariki. Habari yako Mary? Nzuri sana Dan. Habari ya kushinda? Habari ya kushinda ni poa. Na wewe je, umeshindaje? Unaonekananga tu Thursday peke yake. Mimi? Unaendanga wapi? Niko tu. Okay. Kama uko sawa basi karibu, tupe maoni yako. Mary. Mary, tupe maoni. Okay, ni kama network inamsumbua kiasi. Aidan. Yes. Sasa huyo akiendelea kujitengeneza, unajua ameshaye sababu umemwambia anaonekananga Thursday peke yake. Ndio maana amesoka hivyo. Let me say something clear here. Unajua wanawake wanataka tu ku-own. The minute unakubali unaolewa na single father, wewe chua tu mko wawili, mko bibi wawili. Kama alienda ama alikufa, chua tu ni second wife period. Hakuna hiyo ni kimila ya Bagusi. Okay. So okay, this queen nitakutumia boss. Okay. So Mama the mama ameingia inbox anaomba pesa bado. Tarajiwa. Ndio naona hapa. So Dan, mwanamke akikubali kuolewa na single father, chua tu kwa hiyo boma kama kuna mtoto, huyo mtoto atapata share yake kama kawaida. Yes. Wasienda huko waanze kukorofishana, sijui. That's why mimi nina support afadhali yule mwenye aliacha tu watoto wa grow, unaona? Wa grow wakichuana. Unaona? Wakichuana, this is my brother, this is your brother. But ati wao yule mwenye ameenda na mtoto
baadaye anakuja kurudisha mtoto, sijui ako na tabia gani, mtoto ameekelewa vitu mingi kwa kichwa, baba yako si mzuri, yule step mother si mzuri. Unaona sasa shida inatokea hapo. So wanawake, kama mtu anakubali, embrace yule mtoto, alafu ajue we are two. In case huyu mama ya huyu mtoto akufe, bado ataletwa, atashikwa huko. Wanajue huyu mtoto hata kama huyu baba yake hatakuja kumrudisha, yani huyo mzee hatakuja kumtaka baba yao, sasa huyu bwana yake hatakuja kumtaka huyu mtoto, akikuwa mkubwa atakuja kurudisha mama yake. Like right now, let me use my aunt. My aunt alikuwa ameolewa, akapata watoto wawili, mtoto kijana na msichana, wakakosana na baba ya huyo watoto, akaacha watoto nyuma. Unanielewa? Kwa baba yake. Huyo aunti yangu akaenda akaolewa Tanzania. Akaishi huko karibu 15 years. Mtoto venye alimaliza shule, akaenda university, akamaliza, akapata kazi, akarudisha mama yake nyumbani, akamjengea. Unanielewa? So mwanamke kukubali kuolewa na single father, wewe jua tu wewe nyinyi ni wawili. Yes. Okay, asante. Faida, kuna jambo umeacha nyuma. Naona JK anasema kwamba I thought mjadala imeisha. Bana, sitaki kuwarudisha nyuma. Mimi nataka kushukuru tu kwa sababu leo nasikia hiyo mambo ilikuwa kali zaidi. Lakini nakushukuru kwa mjadala ambao ni poa, unaelimisha sana. Unasaidia watu. Ni jambo la busara. Asante sana. Okay, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Asante kwa kusimama na Kisi Ot TV. Na kama uja subscribe, fanya vile. And then niko na channel yangu ya YouTube. Kama pia na ujapitia pale subscribe Gikaro TV, kimbia pale subscribe. Kuna comedy, drama, babu kubwa drama, a full dose bila kusita, inakuja kwa fujo sana, na tunaelimisha kuhakikisha kwamba kila mtu amekuwa sawa katika jamii. Nenda pale kwa Gikaro TV subscribe ili upeane support pale. Kuna mambo mengi ambao nimekupangia pale yanakuja, na yanakuja kwa fujo sana. Na kuna channel nyingine ambayo inaitwa ENM Lifestyles Melodies. Kimbia pale, kuna nyimbo ambazo zinaendelea kukuja pale kwa fujo sana za kumtukuza Mungu. Utapata burudani na kujiweka karibu kumlaki Bwana Yesu atakaporudi mara ya pili. Dakika 43 juu ya saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Tarehe ni 29 mwezi wa 7 mwaka 2021. Kwa majina nite kijana wa nguvu Daniel Kirego, kina wakati nite Dana Sanwaboy, na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho hapa tu. Bye bye.